Shalom shalom, ninawakaribisha pia ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale mlipo, ikiwa ni hapa kwetu Burundi au nje ya nchi au East Africa, tunawakaribisha sana watu wa Ulaya. Najua mnatufuatilia. Niwakaribishe sana kwenye channel yetu ya Amasinzo TV. Ile mambo ambapo tunakuandalia, unakimbilia YouTube na Facebook, mambo yanakuwa yanakaa sawa. Kwa hiyo leo na mtu mkubwa sana, tuna mtumishi wa Mungu ambaye kabisa amekuja. Ni chipukizi kwa watu ambao mjue, lakini ana vitu vikubwa. Na kwa majina ni Annelize Niosenda. Ningependa tuanze na maombi kwanza ili kipindi kikae sawa. Karibu. Baba, katika jina la Yesu. Umeiweka programu hii mkononi mwako, uwe pamoja nasi kwa kila mazungumzo. Roho wa Mungu atuongoze katika jina la Baba. Amen, amen, amen. Kwa watu ambao wanakufuatilia hivi sasa na wanakutazama na wanakusikiliza pia, tungependa watambulishe jina, wakufahamu ili iwe vizuri. Asante sana. Kwa majina naitwa, kwa majina ya wazazi naitwa Akizimana Juma. Lakini kwa majina ya huduma naitwa Nabii Yohana. Nabii Yohana. Ni profete Juma. Okay. Juma, uliwahi kuwa Muislamu ukaja kwenye wokovu baadaye? Hata sikuwahi kuwa Muislamu kwa sababu nikisikia habari za mafamilia Kiswahili kwamba ni majina ya mababu zetu. Lakini mababu zetu kwa wengi wao ni Muislamu. Okay. Sasa mbali na jina, ningependa tufahamu kidogo historia kidogo ulivyojitambua kwamba una huduma ya unabii ndani yako, ilikuwaje? Kujitambua yani ilitokea pita miaka mingi, lakini nilikuja kugundua nyuma kwamba hiyo huduma upo ndani. Ndio. Ndipo kaanza kuifanyia kazi. Ndio kabisa. Okay, na matokeo unaonaje? Yako sawa. Yako sawa. Amina. So natamani leo tuzungumze kuhusu tukio ambalo ulifanya juzi, tukio kubwa sana ambalo sidhani kama hapa Rumonge iliwahi fanyika. Sijui, na vijana ambao ni umri kama hivi, tuachane na wazee wa imani hivi sasa, lakini vijana walika kama hizi. Lile tukio kwanza wewe ulijisikiaje kulipanga ili lifanyike? Na tokeo lililotokea kwangu mimi naweza kusema si binafsi, bali ni Mungu. Mungu ndio ameniwezesha, amenipa maoni ya vile niyalete katika vijana na wazee wa makanisa. Ndio. Na ndio uliona matokeo yalikuwaje? Mimi kwa sababu kila tulikokuwa tunapita tunaona mambo yani shamla za watu, lazima tutaenda kwenye uwanja, lazima tutaenda. Wewe kwanza ulivyokuwa unasikia kwamba yani watu wamelipokea kwamba wataenda, ulijisikiaje? Kwangu mimi ni furaha, sababu hakuna neno litokae kwa Mungu lisilo kweli. Yani neno lote lililotoka kwa Mungu ni lazima lina uwezo kwa watu. Na kila yote utakayesikia ataona kwamba ni Mungu ndiye amefanya. Ndio. Kwa kifupi, yani kwa kukisia pale unakuwa umetumia, unajua vile vifaa vilikuwa vitu vingi na ilikuwa ni kazi kubwa. Ulikuwa yani umetumia kiasi gani cha pesa basi kidogo ili watu waone kwamba yule unayemtumikia basi yuko vizuri au la? Kiasi cha pesa nazidia milioni 10. Ndio. Lakini ndio. Sasa ni za Mungu. Ndio. Wow, neno la Mungu linasema kwamba mali na nini na taabu ni vyake. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu ndivyo alivyokuwezesha kufanya nini? Kufanya sawa. Nataka tuongelee kuhusu
watu walipokeaje baada ya ule mkutano, shuhuda ni vipi ambavyo umejifunza kwenye ule mkutano ambavyo ulikuwa hujui? Unajua ukitokea kitu ndio unapata kujifunza na kupiga hatua tena nyingine. Ni kitu gani ambacho wewe ulikiona, ushuhuda, hivyo feedback ya watu Jambo la kwanza, watu wamefurahia. Ndio. Sababu ni kitu kilikuwa kimemaliza miaka mingi hakijawahi kuwa. Hata kama kinapofanyika, akifanyika wenyeji wa hapa, wengi wao wamekuwa wametoka huko wanakuja kukifanyia katika uwanja. Na inaweza kuwa ni watu wawili wameshakifanyizia kwa ile uwanja. Lakini watu walifurahi. Ndio. Na jambo la tatu, najua kama kazi ya Mungu lazima kutanane na mambo mengi. Ndio. Yaani nakuta mambo mengi yanakutana na zuia, lakini pamoja na Mungu tumeshinda. Yes. Tumeshinda. Zaidi ya kushinda. Kwa sababu mahali kwenye watu wanategemea mtu anaweza kaidika. Lakini kama ni kitu kimetoka kwa Mungu, ndio kwenye Mungu anaingia. Ndio. Na kuhusu ushuhuda, nimesikia umeniuliza ushuhuda wa watu. Ndio. Ushuhuda, kuna watu wangapi wameshanijia hapa asubuhi walienda kupimisha magonjwa ya moyo. Ndio. Wamenipa ripoti kwamba wamekutana huko sawa. Wow. Utukufu kwa Mungu. Mungu amewaponya. Ndio. Kazi ya Mungu, Mungu ndiye anaponya. Mungu ndiye mponya. Lakini kitu hapo nikiongezea kitu ambacho tunatakiwa kujitia moyo kama sisi wa Kristo au yeyote anayemwamini Mungu ni kwamba hao watu wawili ni wale ambao wamerudi miongoni mwa watu wengi ambao hawajarudi kushukuru, kuambia kwamba wametendewa. Wengi ambao wameenda tuna imani kwamba wametendewa. Wale wachache, unajua idadi ndogo ya watu wanaokuja kushukuru ndio inakuwa ni ndogo sana ya watu wanaokuja kushukuru. Wengi wanakuwa wamepona na wanaishia huko mtaani. Unajua hata Biblia inasema Mungu akamwambia Elia, anamwambia nimebaki nabii peke yangu. Kumbe kulikuwa. Lakini Mungu akamwambia kuna watu wengine elfu maelfu wangali wananiabudu. Ni kusema kwamba hata kuna wengine hawajafikia huo muda wa kushukuru. Lakini ninaamini Mungu sana. Huyu Mungu tunayetumika naye aliponya watu kwa sababu sio muongo. Ndio. Ponya watu tena wengi sana. Hata kama tujakutana na wamoja, lakini kwa wale tuliokutana nao wamenishuhudia kazi ya Mungu. Napenda umkumbushe msikilizaji wetu ambaye yuko anatufuatilia na mtazamaji pia, wakumbushe theme au somo ambao ulikuwa unafundisha kwenye mkutano ule. Ile somo ilikuwa nasema kwamba inuka jinsi nguvu zako zilivyo. Kutoka kwenye kitabu gani? Kitabu cha Waamuzi. Ndio. Sura ya 6:14. Mungu akamwambia Gideoni, mama waondoke na nguvu zako jinsi zilivyo. Nakushukuru sana. Lakini mbali ya hapo tulimuona kiongozi wetu ni mzazi ambaye anaongoza mkoa wa Rumonge, mkoa wa Rumonge, na alifika pale na ukamwombea. Ni kipi ambacho wewe ulijifunza ulivyomuona kiongozi ambaye kabisa ni mwanasiasa lakini anamcha Mungu? Ulijifunza nini wewe? Kwanza nilichojifunza, nimeona kwamba ni mtu anapenda taifa. Hata kama ni Mkristo anapenda taifa. Jambo la pili nilipojifunza, nimeona kwamba ni maandalizi ya Mungu. Ni Mungu ndiye aliyemleta. Ndio. Kuna mara kunaweza kuwa kitu, lakini kama kuwa na kitu cha heshima ndani ya kitu hicho, kitu ni kana cha samani. Kufika kwake pale, ile na mkutano unaonekana kwamba ulikuwa ni wa heshima. Yes. Ulikuwa na heshima kwa sababu governor alikuwa pale. Kweli. Hapo sasa tumekuwa tukiwa tunasikia kwamba baba zetu wanatufundisha kwamba mambo ya siasa kwamba haipaswi kwa mtu ambaye ameokoka, yani anamjua Mungu, hapaswi kuingia kwenye siasa. Siasa ni kitu kibaya. Wewe kwa vile ulivyotazama ni mcha Mungu na ni mwanasiasa mzuri, unashauri nini vijana ambao wako wanakuwa sasa? Unaweza ukatoa maoni yako yapi? Kwa maoni ninaweza katolea wa vijana au na kizazi kitakaye kuja. Ndio. Ni kusema kwamba hakunaga siasa kazi ya Mungu. Lakini panatakiwa kwa wanasiasa ndani ya kazi ya Mungu. Amen. Yes.
Yes. Yani uokoke, tunahitaji watu waliokoka tena wanasiasa. Yes. Hata ukiangalia hata kitabu unakutana Yusufu alikuwa mwanasiasa na alikuwa na mtii Mungu. Ukimwona hawa wakina Esther walikuwa wametumika katika ufalme lakini walikuwa na mtii Mungu. Kwa maana Mungu anawaweka pale, kuna wakati tunawahitaji wakati wa mbele. Sasa nawaomba vijana wanayenisikia, watakayenisikia na watakayenisikiaga na kunitazama ya kwamba waendelee wasome na kama una wito wa kuwa waendelee wanasoma, lakini kama una wito wa kuwa mtumishi wa Mungu, mtumikie Mungu. Haijakataza kuwa mwanasiasa. Yes. Haijakataza kabisa. Unasikia sasa msikilizaji, kama wewe ushawahi kuwa derege kwenye shule, kama unajisikia ndani yako una kipaji cha uongozi, usiogope siasa. Siasa ni njia, sio kitu kibaya. Siasa ni nzuri, lakini ukishaokoka ukiwa unamcha Mungu, unaweza ukaongoza vizuri na watu wakamheshimu na taifa likaokoka kupitia wewe kijana. Lakini tukiwa tunamalizia, nataka nidokeze hili moja ambalo kwa sasa limevuma sana. Kuna mtumishi wa Mungu nabii mwenye huduma kama yako ambaye yupo Bujumbura, kituo chake cha kanisa kiko Bujumbura. Aliwahi kusema kwamba tarehe 20 mwezi Oktoba hakutakuwa na kifo, yani Burundi zima hakutakuwa mtu ambaye atakufa kabisa, na akalithibitisha jana yake kwamba yeyote kama amekufa ajitokeze. Umeona? Sasa hivi sasa tuna taarifa kwamba uongozi wamemshika, ameshikiliwa kwa mahojiano zaidi, kwa uchunguzi zaidi. Wewe je, kama mwenye huduma hiyo, na unaliongeleaje hili na unawashauri nini watu ambao wana huduma kama yako? Karibu. Kuhusu huduma kama hiyo na huyo mtumishi wa Mungu mwenzangu, ndio kuna neno inasema roho na akili limtumikie Bwana. Ndio. Kuna mambo yanastahili kuambia taifa na kuna mambo Mungu anakuambia binafsi wewe peke yake. Anakujulisha kwamba kuna mambo yatatokea tu, lakini hajakuambia nenda kawaambie. Unajua watu wengine yani kutafuta majina, sijui kama ni kutafuta majina au ili wajulikane au wawe na majina makubwa. Lakini kikubwa ni wakati unaposikia Mungu unamuuliza kwanza vizuri. Mungu unasema haya mambo ni yapeleke, ni yatangaze. Kwa sababu kuna mambo ya kutangazia watu yanayeangalia taifa na mambo yanayeangalia wewe binafsi. Mungu anakufahamisha ili utembee ujue kwamba mji uko hivi au uko hivi au nchi iko hivi. Ndio. Lakini sio kuhusu kusema kwamba mtu hawezi atimwa tarehe kama hiyo watu kufa. Ni siri ya Mungu. Ndio. Ni siri ya Mungu. Kama ni Mungu alimzungumzia, tutaona matokeo. Tutaona matokeo hizo tarehe alikuwa amesema. Naona si Jumapili imepita tayari na wakagundua kwamba ni uongo watu. Hapawezi kosa, kwa sababu leo kunaweza kazaliwa watu 10 lakini kuna fariki watu 2. Hiyo ni maandiko, hatuwezi kubishana na maandiko. Ila wenye wako na huduma kama hii wasiwe haraka sana. Wasimwache Mungu nyuma, wanamtangulia mbele. Waache Mungu awatangulie. Kuna kitu ambacho nimejifunza kwenye huduma ya unabii kwamba huduma ni huduma. Mungu amekupa, lakini wewe unakuwa ni binadamu, na ukweli huduma inaweza ikaenda mbali ikawa sawa, lakini binadamu kakosea. Hivi nikimtaja huyu Samuel kwenye Biblia, aliwahi kukosea katika unabii. Anamtaja kwamba yule mtoto wa Yese wa kwanza ndo mfalme, akakosea mara 7. Kwa hiyo mara 8 ndo akapatikana nani? Daudi. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni mtu alijichanganya kwa akili yake, lakini huduma yake ilibaki kuwa nabii, na hata sasa Samuel ni nabii. Kwa hilo unaweza ukalifafanuaje kwa watu ili waelewe kwamba ni kweli anaweza akaogopa, lakini huduma nabii ni huduma kutoka kwa Mungu. Hilo unalionaje? Hilo naweza kulizungumzia kwa maneno mafupi. Ndio. Kuhusu hiyo neema ya kuanguka kwamba usha kuitwa nabii, jina amesha kuwa nabii.
Sio wote ndio manabii. Sio wote tunastahili kusikia sauti ya Mungu, lakini sio wote manabii. Yaani unabii, kuna mtu alipewa nabii karama tu ya unabii, na mwingine alipewa unabii kama kazi. Yaani kazi yake, yaani hata ukimwamsha usiku unamwambia ni aje, anakuambia Mungu amesema hivi na hivi. Sasa kuhusu hicho hapo mniambia kuhusu Samueli jinsi alivyokwenda kwa Yese. Mungu ndiye aliyemwagiza. Lakini kitu alichokosea ni hiki, ni kwa sababu akumuuliza Mungu ni nani, lakini yeye aliangalia kama vile mwanadamu anavyoangalia. Kwa hiyo kwa mantiki yangu ni kwamba huyo bado ni nabii, lakini alitumia ubinadamu kwenye hiyo kutaja kwamba tarehe fulani hakutakufa na mtu, ila bado ni nabii hata sasa. Hapo nasemaje? Hapo unaweza kusema hakuna Mungu akosagi, na Mungu anguakagi kwenye makosa. Kama Mungu anazungumza kitu yani ni exact, ni kweli kabisa, ni yeye ndio amekosa, lakini sio Mungu, na sio karama yake ya unabii. Si karama inatoka kwa Mungu. Yeye ndio amekosa, unaona. Yeye ndio amekosa. Kwa sababu gani? Kuna mambo mengine unaweza enda kuzungumzia watu na Mungu akukuagiza, na afu ukienda kulalamika mbele za Mungu, Mungu anakuambia mimi siko tu, mimi nimetaka kukufahamisha tu, lakini sijakwambia nenda. Ukiangalia wale wanabii wote walikuwa naambiwa kwamba kuna huyu nabii alimtabiria akamuombea Paulo. Anani akaambiwa tu nenda, kuna njia inaitwa fulani hivi. Utakuta mtu anaitwa Sauli. Wewe ndio kamweka hapo mikono. Alikuwa Anania. Yes. Wakati alimwambia Mungu, huyo mtu ni muuaji. Lakini Mungu akasema ni chombo nilichokichagua. Ni kusema kwamba kama Mungu ameshachagua mtu, anampatia silaha za kumwenea. Anamlinda kumwaibisha, na Mungu anajilinda kujiaibisha. Sasa ukiona mtu ameenda mambo kama hayo na anathibitisha kwamba ni Mungu amezungumza, na afu nyuma umekuja kuanguka kwenye shimo. Sasa utasema ni Mungu ndo amekuagiza. Kama ni Mungu amekuagiza, akutetee, akupigani. Ndio hivyo. Nikushukuru. Naweza nikakuomba kitu labda. Unatuahidi nini baada ya mkutano mkubwa, kwamba mwakani tena utafanya hivyo au baada ya miezi? Yaani unajua watu tuna kiu ya kumfahamu Mungu, ya kumjua Mungu, ya kuona miujiza inatendeka. Umetuandalia nini baada ya tukio hili la mkutano mkubwa? Kwa hiyo mkutano mkubwa, sababu kibinafsi nimeona kwamba kuna wengine mkutano. Tarajia vitu vingi sana. Lakini nimepangilia sio mwaka huu, mwaka ujao. Mwakani. Sasa lakini nimeona kwamba siwezi kufanyizia hapa. Utatuacha taenda sehemu nyingine. Nilikuwa nimeandaa kwamba nitafanyia huko Gitega, huko uwanja mkubwa wa Gitega. Lakini hapa Rumonge lazima kwa napitia kumwaka mkutano mmoja basi. Lakini kwa binafsi nilikuwa nataka kumwaka mara pili. Lakini kaona acha umwaka umoja nifanye mkutano mmoja, mwingine mwaka nifanye mpasi sehemu nyingine. Lakini mtumishi, kuna neno linasema kwamba huyu mtu ataishi peke yake, tafanyizia. Unawaambia nini wanaokutazama? Unajua kuna mtu aliniuliza, kwani yule ni kijana? Nikasema ni kijana, hajaoa. Anawezaje haya mambo? Nikasema kama wewe umekushinda, yeye anaweza katika Bwana. Unawaahidi nini watu wa Rumonge, watu wanaokufuatilia? Ni lini basi utakamilika? Yaani hapa sijakamilika. Ni neno limesema. Neno limesema. Acha nikwambie kitu. Ndio. Najua watu wengi wanauliza maswali. Ndio. Na nilienda sehemu nyingi kwenda na kuhubiri Uganda na sehemu zingine, Kongo na Tanzania sehemu zingine. Lakini nilikuwa nasikia naambia ati umeshaoa. Lakini haijakuwa shida. Sio mbaya pia. Haijakuwa shida.
kuna mambo mengine kwanza Mungu anastahili kwanza tuyatumike tungali vijana kabla hatujaoa. Yeah. Na ndio maana kuna nini nasema kwamba tumikia Mungu kama mtu atakayekufa kesho. Yes. Kwa sababu na hivi niko hapa niko namtumikia Mungu. Sijakataa kwa. Yeah. Lakini nasubiria muda wa Bwana. Ila yupo au hayupo? Mama nabii. Sawa, unataka kujua kama yupo? Sio mimi, wasikilizaji wanaweza kusubiria kwamba yupo au hayupo kabisa. Acha niwape kitu. Ndio, waambie. Biblia inasema wakati Mungu akamwambia Nuhu, akamwambia utengeneze safina. Ndiyo. Na wakati alipotengeneza, Mungu akuchukua mnyama umoja. Alimwambia kutakuwa minyama miwili. Umeona? Yaani na wakati Mungu alimweka Adam, Hawa alikuwepo tu. Ndiyo. Mungu akasema tumtoe kwenye ubavu wake. Yaani kwa ufupi, mimi sina woga. Yupo, yaani hapa nimepigwa shindano tu ya kulala, ningali nasinzia. Ningali nasinzia. Yaani siku yangu kujitoa kama Adam, nitashtuka na ninamuona hapo. Sina woga, yupo Hawa. Na huyo tuko wawili, yaani ninatembea niko naye hapa. Sina woga. Ndio hivyo. Kwa kweli umenijibu na umeniziba mdomo. Na Mungu akubariki sana. Asante sana. Na imani msikilizaji wetu au mtazamaji wetu wa Amasinzo TV umetufuatilia vizuri na kipindi, na imani kilikuwa kizuri na umenufaika na umesikia, na imani utajifunza vitu vingi. Ni kushukuru, lakini nimshukuru pia na mtumishi ambaye tumekuwa pamoja naye, nikiamini kwamba siku yoyote ambayo atakuwa na kitu kingine anataka kukifanya atatuarifu na tutamtembelea. Hamna shida kwa sababu ni kutangaza Injili. Kama niko hapa kwa sababu watu wanisikie, lakini sana sana ninahitaji watu wamgeukie Yesu. Yes. Kuna watu wamepotea sasa, hata mkija nitawaandaa na waambia siku fulani mjiandae. Wow. Vizuri sana mtazamaji wetu, na nikushukuru pia. Nikwambie kwamba tukutane tena kipindi kijacho. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare. Hii ni Amasinzo TV. Bye bye.